Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine tena wa Njoo Ule Ukue. Leo ikiwa ni somo letu la 11 la Njoo Ule Ukue, tutaenda kuangalia vitu ambavyo vinaweza vikakupata usipokuwa makini katika kujiombea na kujiwekea ulinzi. Tunaweza kukupata mashambulizi ambayo yanaweza kukupata usipokuwa makini katika kujiombea na kujiwekea ulinzi. Basi karibu, na kabla tuendelea, tukamshukuru Roho Mtakatifu na tuombe uwepo wa Bwana ukapate kuwa nasi. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu nakuja mbele zako sasa na wakati mfahamu, kiomba toba, kiomba rehema, kiomba msamaha. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani, damu ya msamaha, damu ya utakaso, damu inayorejesha, ukapate kutusamehe dhambi zetu, makosa yetu na hali zetu zote. Naomba damu yako Yesu ikapate kututakasa, msamaha wako Mungu ukapate kuwa juu yetu, ukapate kuturehemu, na neema yako Mungu uweze kusamehe, neema yako Bwana uweze kurehemu, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na mamlaka yako, tamalaki mahali hapa, uwepo wako uwe pamoja nasi na kibali chako kiwe pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo. Sifa, utukufu, heshima na adhabu zako kwako pekee yako. Amina. Basi leo tunaenda kuangalia tu vitu ambavyo huwa vinatokea kwenye mazingira kawaida na watu wanavichukulia kawaida. Neno la Mungu tutaenda kusoma katika ile Isaya 54:17, nasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Sasa hapo ukiangalia hapa Isaya anaongelea kwa habari ya kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaohukumu juu yako utahukumu kwa mkosa. Yaani lazima ujue hivi, ili chochote cha uovu kinapoachiliwa kisiwe na nafasi juu ya maisha yako, lazima ujue kubatilisha, lazima uwe na uhusiano mzuri na Bwana. Lazima unaweza pia ukawa na uhusiano mzuri na Bwana lakini ukawa huna tabia kujiombea ulinzi. Hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo yani lazima tutambue kwamba huku duniani kuna watu hasa, yani tuko pande mbili tu. Ni aidha unamjua Mungu au unamtumikia shetani. Hakuna upande wa katikati. Ukiwa upande wa katikati, yani ukiwa hapo katikati, yani hauko kwa Mungu, hauko kwa shetani, ni rahisi sana kutumika, hasa na watu wanaotumia nguvu za giza. Hapa nataka kusema nini? Kuna vifo vingi sana vinatokea, sio kwa sababu muda wa wale watu umefika, lakini ni kwa sababu watu wanaojua ulimwengu wa roho, hasa ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wako upande wa giza kwenye ulimwengu wa roho, wanachokifanya wanabadilisha mustakabali wa huyu mtu au hawa watu. Yani anakuja na kushika au anakunenea maneno, pengine unaongea naye tu akatazama akaona wewe, kwa sababu si kwenye ulimwengu wa roho anajua anachokitafuta, pengine muda wake wa kufa umefika. Kwa hiyo anatafuta mtu ambadilishie muda, yani yeye achukue muda wako, wewe uchukue muda wake. Kwa sasa usipokuwa unajua kujiwekea ulinzi, unakosa ulinzi wa Mungu. Na ulinzi wa Mungu watu wanafikiri unakuja automatic. Hakuna kitu kinachokuja automatic. Kila kitu ni lazima wewe mwenyewe utake. Yani Mungu hawezi kukulazimisha kukusaidia kama wewe utaki. Ndio maana wakati mwingine tunaona maovu mengi sana yanatendeka, afu Mungu anayaacha tu. Sio kwamba anayaacha tu, lakini kwa sababu sisi kama wanadamu tumepewa maarifa, tumepewa utashi, tumepewa uwezo wa kuchagua kumtumikia Bwana au kutokumtumikia Bwana. Hata ukienda kusoma katika ile Kumbukumbu la Torati 30, naambiwa nimekuwekea mbele yako maji na moto, utachagua, utapeleka mkono wako pale unapoona panafaa. Maana yake kwamba Mungu amekupa utashi, amekupa akili, amekupa maarifa, amekupa maarifa kupitia neno lake, kwa kupitia tumishi mbalimbali wa Mungu, anakupa maarifa. Unajua, labda kama umekulia kanisani unajua hivi vitu, lakini usifikirie ulinzi unakuja tu moja kwa moja. Hapana. Yani ili Mungu akuokoe lazima utake kuokolewa. Ili Mungu akulinde lazima utake kulindwa. Sasa watu wengi wanafikiria kwa sababu wanalindwa wanadhania ni wao wenyewe tu. Kumbe kuna watu, ndugu zao, jamii zao, waombaji ambao Mungu anakuwa amewaweka hapo, wanakuwa wanasimama kwa ajili yao. Sasa hii wakati mwingine ni hatari sana, kwa sababu ulinzi unaokuwa nao unapojiombea mwenyewe na ule unapoombewa na mtu mwingine ni tofauti. Labda kama una mtu ambaye ni muombaji mzuri sana, anayekubeba kila siku,
yani anakubeba kwa mzigo. Hiyo ni kitu tofauti, lakini kuna ile kuombewa tu kawaida, utalindwa kwa vitu vidogo vidogo. Lakini inapokuja vita kubwa, kwa mfano sasa mtu amekusudia kabisa, amedhamiria kwamba natafuta mtu ambaye nitambadilishia maisha yangu, yeye achukua ya kwangu, mimi nichukue ya kwake, maana yake hapo anaachilia roho ya mauti juu yako. Akishaachilia manuizo na hayo maneno, au akikushika, unakuta mwingine anakuja tu, inawezekana labda ni mtu uko unamfahamu, ghafla tu unapita zako huko anakusimamisha, afu unasema jamani fulani ujambo, anakushika ujambo jamani, za siku nyingi, hali yako, au anakuja jamani, za siku nyingi jamani, yaani mpaka unaanza kujiuliza huyu mtu mbona kila siku napita hapa kina tuna mazoea, iweje leo aanze kunishangilia hivi? Sija kuona muda. Unaweza kufikiria yani hata namna anavyokusalimia, namna anavyokusemesha, ukitazama kuna kitu tu unaona kuna kitu kijakaa vizuri. Yani wewe mwenyewe unabaki unamshangaa. Kwa sababu yani sio mtu ambaye kwa hali ya kawaida angekusalimia au mngesalimiana. Au labda unamshazoea tu kumsalimia tu kidogo, shikamoo, marahaba, wazima unapita. Lakini ghafla siku anakushadadia sana. Alafu hasemi kitu cha maana sana cha kukufanya uone hiyo furaha unayo juu yako. Alafu ukishatoka pale sasa, ukishamaliza kuongea na huyo mtu, wakati unaendelea na mambo yako, ghafla unaanza kusikia huzuni, unaanza kusikia uchungu, unaanza kusikia kama unapata depression hivi. Una huzuni ambayo huwezi kuielezea. Usichukulie kirahisi, huyu mtu ameshakubadilishia hapo sasa. Amekubadilishia maisha yake. Anaona hapo safari yake inafika mwisho, hajamaliza mambo yake, anakubadilishia wewe ambaye upo tu. Ndio maana daima lazima kujifunza kujiombea ulinzi kabla hujatoka, na ukirudi nyumbani kwako mshukuru Mungu, jiombee tena ulinzi. Yani ni lazima kujifunza kujiombea ulinzi, ili mtu kama huyu sasa kikuachilia vitu kama hivi, unapoanza kuona unakosa amani, manake hapo ni sasa ni roho anakuambia kuna uharibifu umepandikizwa ndani yako. Hasa usipokuwa na tabia ya kuomba, usipokuwa na tabia ya kupima upepo, unaweza ukaona tu ni hali ya kawaida. Yani usikubali mtu anakusalimia siku na amani zako, ghafla unashangaa unasalimiana na mtu akimaliza kukusalimia unakosa amani. Usichukule kawaida, kwa sababu sio jambo la kawaida. Batilisha chochote alichokiachilia juu yako kikamrudi yeye mwenyewe mara 7. Uharibifu alioachilia ukampate yeye mwenyewe. Zaburi ya 35. Malaika wa Mungu amfuatie, yani hila zake zikamrudi. Isaya 54:17. Rejesha. Kwa sababu usiporejesha, manake ule uharibifu unakupata. Nashangaa mtu hata amna ile wala lile anakufa tu ghafla, au anapata tu ajali ya ghafla. Zote tunaona tu ni kitu cha kawaida, lakini sio kitu cha kawaida. Kumbe kuna mtu kwenye ulimwengu wa roho ameshambadilishia maisha. Mpendwa, jitahidi sana kujua nafasi yako na jenga mazoea ya kuwa na kujiwekea ulinzi mbele za Mungu. Yani jenga uhusiano na Mungu, jenga uhusiano wa kupenda kuomba. Usipende kutoka nyumbani kwako hujaomba, kwa sababu huwezi kujua watu wangapi unakutana nao na walikuwa wameachilia vitu gani. Na ndio maana ukiwa umezoea sana kuomba, nguvu ya Mungu na ulinzi wa Mungu na kulinda, hata kama siku hiyo labda umekurupuka, umejisahau, utakuwa bado, yani maombi ni kama chaji ya simu unakuwa na reserve. Hasa kwamba usiku hiyo umesahau kuomba, au kuna kitu kimekupata, au kuna hali fulani unapitia, unaweza ukawa huna nani, lakini ile reserve ya maombi ikawa juu yako, ukalindwa. Lakini ukiwa mtupu kabisa ni hatari. Ukiwa na watu wanaokuombea ni vizuri, lakini sasa penda pia kujiombea ili kuongeza nguvu ya maombi yako. Na usiseme tu mimi na fulani tu ananiombea, ngoja mimi ni relax. Hapana, usirelax. Kwa sababu mtu anaposimama na kuomba kwa ajili yako, vita pia inainuka, na yeye pia ni mwanadamu. Anaweza siku akajikuta amepatwa na jambo akashindwa kukubeba vizuri, alafu ubaya ukaja ukakupita au ukakupata. Kwa hiyo tuweni makini sana. Leo nitaka tu niwafundishe kwa habari hiyo kwamba lazima tuwe makini sana. Kuna watu kazi yao tukubadilisha tu mstakabali na maisha ya watu. Kuna ajali niliambiwa ya mtu anamfahamu mtu mwingine, akawa ananielezea ajali, nikasikia huzuni sana moyoni kwa namna hiyo ajali ilivyotokea. Nikajua huyu alifariki sio kifo cha kawaida, amebadilishwa, yani muda wake umebadilishwa. Kwa hiyo tuweni makini sana. Ni heri ujilinde, na hata kama imetokea sasa hivi, na mara nyingi vifo vya hivi huwa vitokei ghafla. Vinaweza vikachukua wiki 3, miezi, mpaka mwaka, au mingine hata miaka, mpaka miaka sana.
Kwa hiyo ukianza kuona kuna hali ambayo sio sawa, unapata huzuni na uchungu, uelewe kwa nini. Unaona kama unakufa, unaona kama unazikwa, usichukulie kirahisi. Usikubali kabisa kuchukulia ni jambo la kawaida. Hapana, sio la kawaida. Nenda mbele za Mungu, tubu. Tubu mbele za Mungu, nenda mbele za Mungu, tubu kwa ajili ya makosa yako na hali zote au milango yote ambayo inaweza ikawepo ikaachilia hiyo, au kwamba tu hukuwa na mazoea ya kwenda mbele za Mungu kuomba. Tubu. Ukishatubu sasa, batilisha hii. Sasa tumesoma Isaya 54:17, Zaburi 35:5 unaweza ukabatilisha pia. Zaburi 91 na kuwekea na kuzingira na wigo wa Mungu. Zaburi ya 118 mstari wa 24 na 17, na bariki siku na kuwekea ulinzi. Usiache, yani achilia damu ya Yesu endelee kunena mema kwa habari yako, na kibali cha Mungu kisipungukie. Unapoingia unapotoka, omba ulinzi wa Mungu. Kumbukumbu la Torati 28 kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wako, kwa zile sura mstari wa 2 pale mpaka 14. Ile mibaraka ikiri, hatua zako zilindwe, hatua za watu wako zilindwe, lakini daima jizoeshe kujiombea. Na mtu akikushika, hata kama ukuwa na uwezo wa kumzuia asikushike, kwa mfano batilisha. Yani achilia tu kimya, damu ya Yesu. Chochote kile alichokiachilia, achilia damu ya Yesu. Jizoeshe ni kujiombea, jiombe kichwani, weka mikono yako. Yani unajua ni ukishazoea unaona kawaida tu. Naachia damu ya Yesu kwenye kichwa changu, macho nini. Yani jizoeshe, ukijizoesha unajikuta umezoea. Hata kama hutashika kabisa, lakini unasema naachia damu ya Yesu kwenye miguu yangu, naachia damu ya Yesu kwenye mikono yangu. Watu nitakaoshikana nao leo wakitaka kupitisha kitu chochote cha uharibifu, kiwarudi wao wenyewe. Utashangaa Mungu anafanya jambo. Bwana akubariki sana, na neema ya Mungu isikupungukie. Usidharau ukisikia mtu tu au ukisikia mtu namfahamu anakuambia nilikutana na fulani afu nikaanza kupata huzuni, nasikia huzuni, nasikia hali fulani ya huzuni. Usichukulie rahisi, mwambie, akemee, msaidie. Kama unajua kuomba, msaidie kuomba, omba naye, mwelekeze. Kama unaona utashindwa, kuna njia nyingi sana za kupata msaada. Unaweza kunitafuta au unaweza kumtafuta muombaji yoyote mwingine akakusaidia. Bwana akubariki sana. Tuende mbele za Mungu tukamshukuru Bwana. Mungu wetu wa baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru Jehova Mfalme kwa ajili ya maachilio haya ambayo umeachilia kwa ajili yetu siku ya leo. Naomba Baba ikapate kuendelea kuwasaidia watoto wako kwa kadiri ile ambayo umekusudia kwa ajili yao, katika jina la Yesu Kristo. Sifa, utukufu, heshima na dhamana za kwako peke yako. Naweza mambo yote katika yatutia nguvu. Amina. Bwana akubariki sana, nikutakie siku njema. Shalom.